hapana, si sumu, Rehema alilia, machozi yakitiririka mashavuni mwake yenye vumbi. Bilionea alimgeukia mwanaye, tayari kumbeba na kumkimbiza hospitalini. Ryan, njoo twende hospitalini, aliganda. Ryan hakulia, hakutetemeka. Alisimama kimya kabisa. Kifua chake kilikuwa kinapanda na kushuka haraka, lakini si kwa hofu. Ilikuwa kama anajiandaa kwa jambo fulani. Moto uliokuwa kooni mwake ulikuwa umeisha. Sasa alihisi baridi na uwazi. Kizuizi kilikuwa kimeondoka. Mlango mzito uliokuwa umefungwa kwa miaka 7 ulifunguka. Alimtazama baba yake. Aliona hofu machoni mwake na upendo wenye maana. Alimtazama Rehema, yule msichana aliyevaa matambala, aliyemuona alipokuwa haonekani kwa mtu yoyote. Alifungua mdomo, taya lake likatetemeka, misuli ya shingo ikakaza, akikumbuka jinsi ya kutumia sauti, au labda akijifunza kwa mara ya kwanza. Sauti ikatoka. Ilikuwa ngumu na ya kukwaluza, kama lango linalofunguliwa baada ya miaka 100. Baba! Ukimya mzito ulitawala lango la shule. Bilionea alirudi nyuma kana kwamba alipigwa kofi. Mkono wake ukapaa mdomoni. Moyo wake ulipiga kwa nguvu kiasi kwamba alidhani ungepasuka. Miaka 7. Miaka 7 ya maombi. Miaka 7 ya madaktari. Miaka 7 ya kumlilia Mungu. Ryan akinong'ona, sauti yake ikiwa dhaifu sana. Ryan alimeza mate tena. Koo lake alihisi wazi. Akimtazama baba yake, machozi yakijaa machoni. Akasema tena, "Baba." Neno hilo lilikuwa wazi, lilikuwa safi. Ilikuwa sauti nzuri zaidi bilionea aliyewahi kuisikia kwa mwanae. Umati ulipumua kwa mshangao. Kila mtu alishikilia pumzi. Yesu! Mwanamke mmoja alipiga kelele kutoka nyuma. Mtoto ameongea. Miguu ya bilionea ililegea. Hakujali suti yake ya gharama wala vumbi ardhini. Alianguka kwa magoti akimkumbatia mwanae. "Sema tena," alilia huku akimshika mikono. "Tafadhali, Ryan, sema tena." Ryan alitabasamu. Akamwonyesha sasa msichana yule aliyekuwa anajiondoa polepole. Ryan alisema, "Yeye alinisaidia." Bilionea aligeuka, machozi yakimtoka. Akamtazama yule msichana wa mtaani aliyekuwa tayari kumwangamiza muda mfupi uliopita. Rehema alisimama akitetemeka, huku akishikilia chupa chafu. Rehema alisema huku sauti ikitetemeka. "Nilikwambia si sumu, bali ni njia ya zamani. Ndicho kitu pekee nilicho nacho." Bilionea alimkazia macho. Alipambana kuamini muujiza aliyoiona. Akili yake ya biashara ilisema hili haliwezekani. Kiwevu kichafu kutoka kwa msichana anayekusanya taka. Kutibu tatizo la ubongo? Unatarajia niliamini hili? Bilionea alisema kwa sauti iliyokatika, huku akijifuta machozi. Sauti yake haikuwa na hasira tena. "Kwamba hicho kitu kimemtibu mwanangu. Amini utakavyo," Rehema alisema akiinua kichwa kwa heshima. "Sikuomba pesa zako, sikuomba uaminifu wako. Nilimpa tu maji kwa kuwa alikuwa na kiu ya sauti, na sasa anayo." Umati sasa ulikuwa na kelele. Simu zilikuwa nje zikirekodi. Jioni hiyo habari ingekuwa kila mahali mtandaoni. Muujiza wa bilionea. Ehe, ni muujiza, mtu alinong'ona. "Hapana, ni uchawi," mwingine alipinga. "Huyo msichana ni mchawi. Ni nani anayejali?" Mtoto anaongea. Muba, mlinzi wa usalama, alionekana kuchanganyikiwa. "Boss, nifanye nini? Nimkamate?" Bilionea alimwangalia Muba kwa hasira. "Ukimgusa umefukuzwa kazi." Akageuka kumwangalia Ryan. "Ryan, uko sawa? Inauma?" "Hapana," Ryan alisema, "niko sawa." Akamtizama Rehema na kusema asante. Rehema alitikisa kichwa na kurudi nyuma, tayari kupotea kwenye mitaa yenye vurugu. Alikuwa amefanya sehemu yake. Alikuwa ametoa zawadi ya mwisho ya bibi yake. Alitarajia kufukuzwa. "Subilia," bilionea aliita. Akamwangalia yule msichana kwa makini kwa mara ya kwanza. Akaona mifupa yake membamba, makovu miguuni na akili machoni mwake.